Sondo, kwa nini unafanya yote haya? Nafanya hivi kwa sababu nakupenda. Ndiyo, nakupenda Tatiana. Na wewe ndio mwanamke pekee wa chaguo la maisha yangu. Siwezi kuwa na mwanamke mwingine yoyote yule zaidi yako wewe. Wewe ni zaidi ya mwanamke kwangu. Naomba nielewe. Nisikize nikwambie kitu wewe. Sikupendi na sikuhitaji katika maisha yangu. Mimi tayari ni mke mtarajiwa wa mtu. Kwa hiyo sihitaji kuzungumza na wewe na sihitaji tena uingie katika chumba changu. Naomba uondoke. Tatiana. Hivi unajisikia nachokiongea kweli wewe? Kama unipendi, iwe umenifanyia vitu vyote vile. Tatiana, moyo wako na vitendo vyako vinaonyesha kabisa kuwa unanipenda. Lakini unajaribu kuongopea moyo wako, si ndio? Mimi najua unanipenda sana. Lakini unajaribu kukataza moyo wako usinipende. Seti, nielewe basi. Naamini yale yote ambayo umenifanyia kwa ajili ya upendo wako kwangu. Najua kabisa Tatiana, mimi ndo mwanaume pekee unanipenda katika moyo wako. Naamini hilo. Na yote ulionifanyia ndo umenifanya mpaka mimi nianze kukupenda wewe. Na ni kweli nakupenda. Sina mwanamke yoyote ambaye nitakuja kumpenda zaidi yako wewe Tatiana. Nielewe basi. Sijali lolote lile ambalo limetokea kati yangu mimi na wewe. Mwanamke yoyote au mtu yoyote angeweza kukusaidia wewe. Lakini naomba uondoke tu chumba changu. Ondoka Sondo! Sondo. Mbona unalia? Hapana bosi, mimi silii mbona. Hauli na kati na kuona unatoa machozi kabisa. Mimi niko sawa, usijali wala nini kuhusu hilo. Hata silii. Au kwa sababu ya hichi kimo ndo unataka kunidanganya? Mimi ni mtu mzima na akili, najielewa. Kwa hiyo najua mtu anayelia na ambaye halii. Kwa hiyo kwa nini wewe unalia? Kwa nini unalia? Unaonekana kabisa hauko sawa. Shida ni nini? Nakumbuka vitu vingi sana niliyopitia katika maisha yangu. Ndio maana najikuta nalia tu mwenyewe. Na nashinda kujiuzia machozi kutoka. Lakini usijali bosi, nipo sawa kabisa. Okay fine. Nipo ndani. Sondo, kuna kitu nimekumbuka. Kitu gani hicho? Nahisi hapa wote ndani hawajakwambia. Sasa mimi ngoja nikwambie. Hapa tupo kwenye maandalizi ya harusi ya Tatiana. So nakukaribisha kwenye harusi yake. Na kuanzia sasa na wewe utakuwa ujiandae. Wewe Sondo, kwani vipi? Mbona umesikia harusi ya Tatiana naona sura imebadilika ghafla? Una shida? Hamna shida. Nitahudhuria, hamna shida, nitakuja sawa? Basi wewe jiandae tu.
Mama. Hivi ni kitu gani ambacho mnachokifanya? Ina maana chuki za chini kwa chini ambazo mlizokuwa mkizionyesha leo mmeanza kuzionyesha hadharani, seti? Ina maana unafiki wenu mmeanza kuonyesha hadharani. Hivi mke wangu amewafanyia nini? Unaweza ukaniambia leo nini ambacho anachoweza kukosea mke wangu kila siku mpaka mke wangu kuwa anachukiwa kila siku ndani ya nyumba hiyo? Angali mimi ni mtoto wa nyumba hii. Mama, unanikosea sana. Unanikosea sana. Yaani unafanya vitu vya default. Unanikosea sana mama. Mama ambaye nilikuwa nikikuamini. Sikujua kabisa kama nawe unaweza kuwa kama unavyoweza kujionyesha humu ndani. Yani unanikosea sana mama. Sikiliza wewe mtoto, nikwambie. Tena naomba unisikize kwa makini. Hicho kilogo ulichologwa, umelogwa peke yako. Sijui unanielewa vizuri. Hatujalogwa nyumba nzima sisi. Sijui unaelewa? Alafu ukae ukijua kabisa kwamba mimi ni mama yako. Usio unanipayukia tu. Yaani unanipayukia kwa sababu ya wewe tayana wako. Huyo tayana wako ameona tayari ameshayakanyaga, ndio maana ameingia ndani kulia. Hapa nilikuwa nakusubiri wewe. Huyo tayana wako kweli anatoka na Sondo. Yaani anamtaka Sondo. Na sio kwamba Sondo ndo anamtaka Tayana, yaani huyo Tayana wako mlembo ndo anamtaka Sondo. Yaani anamaanisha kwamba wewe umezidiwa sana na Sondo. Alafu umekaa hapo unapayuka tu. Wewe umeloga kilogo gani wewe? Unawezaje kumsingizia mke wangu kwamba anatoka na mlinzi? Mke wangu wewe unaweza kumsingizia mke wangu anatoka na mlinzi? Mimi nimetoka kazini nimemkuta mke wangu analia. Alafu ninamuuliza ananiambia kwamba umemsingizia kwamba anatoka na mlinzi. Mama, kwani mke wangu amekukosea nini? Nataka kulijua hilo. Chunga sana kabisa. Kama unanipenda mimi, basi upendo ambao unanionyesha mimi mwanao, basi mpenda hata na yule ambaye mwanamke ambaye niliweza kumchagua, kwa sababu yule ndo mwanamke ambaye ninayempenda. Hakuna mwanamke mwingine ambaye nilimuona nikampenda na nikamleta humu ndani ya nyumba hii, kwa sababu yule ndiye mwanamke ambaye alinivutia ndani ya moyo wangu. Kwa kama unanipenda mimi mama, you have to love my sweetheart, my wife. Do you understand? You have to love also my wife. Kama unanipenda mimi mwanao, lakini ukiwa unanionyesha kwamba unanipenda mimi afu umpendi mke wangu, I consider you don't love me. Tayana kiboko. Sijui kamtoa wapi huyu mganga jamani. Kamweza apito jamani. Samila. Amadi, hebu niache. Wewe kipi usichokielewa jamani mwanaume? Nimekwambia nini? Nimekwambia mimi na wewe basi. Hivi unajua nini kimenitokea wewe? Amadi, nimekwambia sikutaki. Mapenzi yangu mimi na wewe yalikupo mwanzo, sio sasa hivi, umenielewa? Yaani mimi na wewe kuanzia sasa hivi ni basi. Kila mtu apite njia zake, kwa sababu mimi sitaki matatizo, sitaki kugombania mapenzi, sitaki kuonekana mwanamke wa ajabu ambaye anagombania mapenzi. Hicho kitu sikitaki. Hivi wewe ni nani wa kutupelekesha kiasi hicho? Kama umeamua kuwa na ule mwanamke wako, mfuate yule yule. Mimi sitaki hii vita babangu, siwezi. Kwangu mimi ni nzito. Kwa hiyo nakuomba, kuanzia leo mimi na wewe basi babangu. Samila, kilichotokea ni kitu gani? Alafu kama kuhusu leo nichamfuata, nichampa onyo. Nimwambia kwanza leo simtaki na nichampiga dibao. Nimempiga makofi ya kueleweka. Kwa hiyo kwanza hivi sasa mimi na tupo huru. Atufuatilii tena. Kwa hiyo mimi nakupenda Samila mamangu. Yaani kuanzia leo tupo na amani. Hawezi kutusumbua tena. Kwa nini nikataa? Mimi nakupenda na nakuhitaji katika maisha yangu. Siwezi kuishi bila wewe Samila. Uko kumonya kwako wewe ndo kumesababisha mimi akanitie wauni. Waje wanitishie maisha. Kwa hiyo mimi nianze kutembea bila amani, nianze kutembea na walinzi nyuma. Si ndio? Ndio unavyotaka. Mimi siwezi hayo mambo babangu. Nakuomba. Wauni? Lecho inawezekana vipi akuitie wewe wauni? Naomba unisikilize mpenzi wangu. Kwa hili swala alilofanya Lecho, basi sitaweza kumwacha. Nitamfuata na nitaenda kumpa onyo. Kama akuitie wauni, basi mimi nitamalizana naye. Lakini sio kusema kwamba wewe achane na mimi. Kwa sababu nikana nilivyokuambia nakupenda katika maisha yangu. Kwa hiyo siwezi kukuacha. Please mamangu, samani. Mimi niko chini ya miguu yako. Naomba unisamehe sana. Kukosea kwa mwanadamu ni kawaida. Mimi pia nina madhaifu. Mimi sio wa kwanza kukosea katika hii dunia. Nakuomba. Babangu. Mimi sijakwambia ili sijui umfuate, sijui nini, na ukiendelea kumfuata ndio maisha yangu mimi yanazidi kuwa hatarini. Kwa hiyo hapo akili kichoni kwako. Mimi nimekuacha uendelee na mwanamke wako na mimi nibaki na maisha yangu. Na wazazi mimi na ndugu wananitegemea. Sitaki kufa kwa ajili ya mapenzi. Samila. Huyu Lecho mpumbavu. Sasa subiri nitamuonyesha. Hanijui kumbe. Ataona upande wangu wa pili. Mimi ndo Amadi. Maharuni.
Tayana, kwa nini unanifelisha? Kwa nini unaniangusha? Nilikutuma kwenye ile nyumba kwa kazi maalum. Cha ajabu wewe, hiyo kazi hujaifanya mpaka leo. Unaendekeza mapenzi eh? Hujui kama hapa ni mjini? Inahitaji connection. Ndio unafanya nini? Au nimefanya makosa kukuunganisha na yule mwanaume? Yaani, kwa unavyonitazama, unahisi mimi wa kuendekeza mapenzi kweli? Mina, kwa hiyo mimi sio mtu wa kuendekeza mapenzi kama unavyofikiria, okay? Asa kitu kingine ni kwamba vile vyote ambavyo tulikuwa tumetegemea kwenye akili zetu kwamba zile mali ni za Pito, sio kweli. Yaani mambo yamekuwa kinyume kama tulivyokuwa tumetegemea. Ujue zile pesa zote sio kama ni za Pito. In short ni kwamba Apito hamiliki kitu chochote ndani ya ile nyumba. Mali zile zote za wazazi wake. Na yule baba ambaye anaishi naye pale sio baba yake mzazi, ni baba yake mdogo. Na kilichonichosha ni kwamba huyu Apito mwenyewe wanamtumikisha tu kama wafanyakazi wengine. In short, akipewa maagizo ya kufanya kazi ndo anafanya, sio kama yeye anasimamia miradi yake mwenyewe. Si unanielewa? Unasema nini wewe? Kwa hiyo yule sio babake mzazi, ni babake mdogo. Lakini mimi nilikuwa najua yule ni babake mzazi na zile mali ni za baba yake, ni anazimiliki yeye kwa kuwa ndo alirithishwa. Na nilijua ile nyumba ni ya kwake. Sasa kama ni yeye anatumikishwa kama mfanyakazi, kuna pesa kweli pale? No. Haiko hivyo kama unavyofikiria. But I have a plan. Baba yake mdogo na Apito kashajichanganya. Kwa hiyo kama unavyonifahamu, mimi ni mtu wa drama, okay? Mtu akija nampokea kama alivyokuja. In short, sijui kuchezea fursa kabisa. Na hapa ninavyoongea, huyo babake mdogo kashaingia kwenye 18 zangu, okay? 18 zako? Yaani tayari nishapita naye. Yaani deal done. So I'm Tayana baby Mina. Huyu ndio Tayana anayemjua Mina. Sasa huyo babake mdogo ndio mgodi mwenyewe. Chuma pesa, unamuua nyani kumtazama usoni. Kumbuka mimi na kutegemea wewe, na hapa ni mjini. Bila wewe mimi siwezi kuishi. Chuma pesa, yaani angalia pesa, mapenzi chana nayo kabisa. Na ndio maana mimi nilikuunganisha na yule mwanaume ili tupate pesa, na nilijua tu tutazipata. Baba, kiukweli nashukuru sana. Maana hadi hapa tulipofikia haikuwa kazi rahisi. Nimekutana na vikwazo vingi, vipingamizi vingi. Na wewe ndo mtu pekee ambaye umekuja na kuniamini. Asante sana baba yangu. Mimi tu nikuahidi sitokuangusha. Sawa. Mimi nafurahi kusikia hivyo. Mimi ndo babake Tatiana. Na ndio nina jukumu la kuhakikisha furaha ya mwanangu inakuwa katika upande ambao uko sahihi. Na nina kila sababu ya kufanya anayoyafanya. Kwa sababu la kwanza anakuamini. Lakini pia endapo ukija kwenda kinyume na haya tulokubaliana hapa ambayo wewe umeniahidi, basi nafikiri siku nyingine tena utakuja kuona upande wangu wa pili. Nafikiri umenielewa. Jambo lingine, kwa sababu hata Apito anakuzungumzia vizuri sana. Ni mtu ambaye amepambana kwa kiasi kikubwa sana ili kuweza kuhakikisha kwamba wewe unamuoa dada yake Tatiana. Kwa hiyo pia sitaji hata Apito umtie aibu ambayo itakuja kumweka fedhea mbele ya dada yake. Na hii nalirudia pia. Waambie wazazi wako haraka sana waje, ili tuweze kukaa na tuweze kukubaliana utaratibu wa kulipa mahari na kufanya sherehe. Nafikiri umenielewa. Kuhusu hilo baba yangu sijali kabisa, kwa sababu wazazi wangu taarifa wanayo na walikuwa wako tayari. Ni hivi vikwazo tu ndio vilikuwa vimewakwamisha wao. Kwa hiyo nikutoe wasiwasi. Haitachukua muda mrefu, wazazi wangu watafika na mtazungumza nao na kila kitu kitakuwa kama ambavyo tumepanga baba yangu. Basi sawa. Mimi kwa simu kidogo nawahi kwenye kikao. Kwa hiyo nikutakie jioni njema, naomba nikuache. Kila laheri. Yeye Apito yuko wapi? Maana tulikubaliana atakopo katika haya mazungumzo. Na mpaka sasa hivi sijamuona bado. Na amesema anafika muda sio mrefu. Sawa. Mimi naondoka. Nyinyi na Apito mtamalizana wenyewe.
mpango wa kuzungumza na mzee hapa. Je, kama angekuwa amekataa kupitisha swala la ndoa, nani angenitetea hapa? Apito, wage unawahi basi kwenye mipango kama hii mwanangu. Mbona unataka kuniangusha? Sorry sana ndugu yangu. Kuna kazi ambayo nilikuwa naimalizia ndani humo. That's why nimechelewa sasa, lakini nice hakujaribika kitu chochote. Vipi? Nini kinachoendelea? Dadi umeshaongea naye? Kila kitu kiko fresh. Mzee amepitisha ndoa. Kwa hiyo sasa hapa mimi naongea na wazazi, wafanye mchakato waje wazungumze swala la mahali, kila kitu kiende kama ambavyo kimepangwa. Kesa! I say, ndio imepita. Kila kitu tayari. Nilikwambia mimi, mfano kama tairi na kanyaga kila kitu. Si nikuahidi, I promise you, kwamba kila kitu kitaenda kwenye mraba. Nesi tumefanikisha jambo letu sasa. Nashukuru sana ndugu yangu. Kiukweli umenipambania sana. Na mzee ameniambia kwamba wewe ndo kila kitu kwenye hili swala. Yaani wewe ndo umesimama kidete kumtetea. Yaani kasema umenizungumzia vizuri kiasi kwamba amepitisha ndoa bila kipingamizi chochote. Kwa hiyo kiukweli mwanangu, nashukuru sana. Usijali. Nafurahi sana kuzisikia taarifa hizo kwamba mimi nilikuwa kidogo na mashaka kidogo na mzee, kwa sababu yule mzee kuna namna fulani anaweza kabadilika hivi kama kinyonga, lakini nimependa sana. Basi kitu kinachoweza kusubiriwa hapa sasa ni siku yenyewe ya harusi. Usiniangushe tena. Hapana, mimi siwezi kukubali. Mbona unaenda kinyume na makubaliano yetu? Wewe si tulikubaliana utanichukua tutaenda kuishi pamoja. Inakuwaje leo unanibadilikia ghafla? Au bado unamtaka wewe mwanamke wako? Mimi na mpenzi wangu, hebu nisikize kwa makini. Mimi sio kama natoka nje ya makubaliano yetu, hapana. Kuna kitu ambacho natakiwa kufahamu. Mimi naishi na yule mwanamke kwa muda mrefu sana. Lakini sio kwamba eti nampenda. No. Ambacho natakiwa kufahamu ni kwamba yule mwanamke mpaka sasa ameshajua kama mimi nataka kumleta mwanamke pale nyumbani. Sasa leo kaongea maneno magumu sana. Kwa hiyo hofu yangu mimi ni kwamba nikikuleta pale anaweza kufanyia kitu kibaya. Kuna vitu vingine siwezi kukuambia. Yote ni kwa sababu mimi nakupenda sana. Hivyo basi naomba nipe muda. Mpaka pale ambapo nitamuondoa yule mwanamke, ndipo nitakuleta pale nyumbani ili tuendelee kuishi mimi na wewe. Sasa kama unamhofia huyo mwanamke wako, nini hatima yangu? Ina maana upo kwangu kwa ajili ya kunichezea, alafu mwisho wa siku atanitaka nani? Kama kweli una malengo na mimi, basi simama kama mwanaume na ufanye maamuzi yaliyokuwa sahihi. Kama unanihitaji mimi, unatakiwa kusimamia misingi yako na kumweka sawa huyo mwanamke wako. Wewe ni mwanaume. Kauli yako anatakiwa ifuate kwa sababu wewe ni kichwa cha familia, alafu ni yeye ni mama tu wa nyumbani. Basi fanya maamuzi kwa ajili yangu. Mina, mimi natamani sana kuishi na wewe. Na nimeamua kustopisha mpango ili usikakutana na jambo lote lile baya. Kwa sababu bado nakuhitaji na nakupenda sana. Hebu naomba kunielewe basi. Baba, wewe unipendi. Kama unanipenda, sio nichukue tukaishi wote. Mimi siwezi kuishi mbali na wewe. Nakuhitaji. Mimi na mpenzi wangu, mimi nakuomba kitu hiki kimoja. Hebu naomba nipe muda. Nitapambana vile ninavyoweza. Mimi nitamuondoa yule mwanamke pale nyumbani. Na itachukua muda mrefu. Then baada ya hapo tutaendelea na maisha yetu. Nakupenda sana Mina. Na hakuna mwanamke ambaye nampenda sana zaidi yako wewe kwa sasa. Sijui kwa nini unashinda kunielewa. Nakupenda sana. I love you too. Yaani ni bora nilivyokutana na wewe. Mwanamke usiyojitambua na usiokuwa na akili, mpumbavu mmoja wewe. Kitu gani umefanya kwenda kumtishia mwanamke wangu? Nakuuliza wewe, kitu gani umefanya kwenda kumtishia mke wangu? Nilikupa onyo, ukutaka kunielewa. Na hii narudia mara ya mwisho. Endapo utarudia tena kufanya kitu kibaya mpenzi wangu au kumtumia wauni, nitakufanya kitu kibaya au utosahau katika maisha yako. Mpumbavu.
kumbe inauma. Ila pole, mimi sikutarajia. Ila wewe ndio unasababisha haya yote. Mimi sikutaka kufanya hivyo. Ila ungenikubalia, usingetembea na yule mweu, mimi hata nisingemsumbua. Ila sema nini Amadi? Amadi, mimi nakupenda sana yani. Sijaona mwanaume yoyote yule kumfananisha na wewe. Yaani siku ya kwanza ulivyonipa, yaani ulikamia kisasa, yani sijai kuona mwanaume yoyote akikamia kiasi kile. Yaani ndio maana nazidi kuchanganyikiwa yani nikikuona. Na leo mimi naitaka tena maana nimekumisi sana. Kwa hiyo tunaenda geto au? Na leo nimeimisi. Nataka uende kwangu kanipe. Unasemaje? Unaliongea unalijua? Mbona unaongea pumbavu, unaongea vitu ambavyo vieleweki? Yaani mimi nitoe miguu yangu hapa nilipotoka, niende na wewe kwako, tukafanya pumbavu na ushenzi unataka kuniambia? Haitotokea kamwe. Kama tulifanya ni kipindi hicho, lakini sio kwa sasa. Nadhani utakuwa umenielewa. Kenge mmoja. Oh, unajitia kiburi eh? Hivi unajua mimi nikipenda huwa nachanganyikiwa kabisa. Huwa nafanya lolote ninalolitaka. Kwa hiyo nenda geto uende. Nenda na mama yako, lakini sio mimi. Mimi sitoweza kwenda huko. Unasemaje wewe? Naona unielewe. Naona unataka nitumie nguvu, si ndio? Kwa hiyo nasema kwa mara ya mwisho, tunaenda 20. Lakini Lecho, nini unafanya hivi? Sasa haya ndio mapenzi gani ya kuforceana kiasi hichi mpaka tunaekana mapanga shingoni? Haya mapenzi au vita? Hicho ndio ulichokuwa unakihitaji, si ndio? Haya, tunaenda eti? Haya tuende. Lakini usifanye hivi tena siku nyingine. Mimi sijapenda. Teri baahon mein duniya meri. Ndio mambo bana. Sasa unatetemeka nini? जिंदगी जब तू हंसती है मेरे सनम चांद भी शर्माए उसी घड़ी दिल ये मेरा बस तेरा हुआ. Naomba unieleze ukweli. Kuna tetesi nimezisikia kwamba wewe unamtaka Sondo kimahusiano. Na si kumtaka tu, nasikia unamlazimisha Sondo kuwa naye kimapenzi. Hili swala limekaje? Nataka nijue ukweli leo hapa. Baba mkwe, unaongea nini wewe? Yaani mimi nitoke na Sondo kwa misingi ipi? Kitu ambacho hakiwezekani hicho. Alafu mimi naishia kuambia familia yako mimi inanichukia. Na moja kwa moja nahisi huyo ni Tatiana. Na ndio maana siku zote nakwambia fanya juu chini, umuozeshe haraka haraka mapema, lakini hutaki mimi kunielewa. Kwa nini? Lazima ataendelea kukujeza maneno, atakujeza hizo sumu kila siku unayoitwa leo. Trust me. Mimi siwezi kutoka na Sondo kiukweli, lakini mimi nakwambia hiyo michezo tunajua ni Tatiana ndo anaoifanya. Binti yako mimi ananichukia, aje kutaka mimi niwe na amani hata siku moja. Najua yeye ndo katengeneza huo mchezo, kaenda akamwambia mama yake, kaja akakwambia akakunyesha hizo sumu. Kiukweli mimi siwezi kudate na Sondo hata siku moja. Na ndio maana sote mimi nakwambia, jaribu ufanye haraka, timiza hizo plani za ndoa yake Tatiana, muozeshe Tatiana aondoke aende kwa mume wake. Allow mimi hata nibaki na amani na wewe mule ndani, lakini hutaki kunielewa. Sasa serious nakwambia, kama usipomwozesha Tatiana, wallahi mimi na tutakuwa tunagombana kila siku inayoitwa leo. Tayana, nimekuuliza leo kwa mara ya mwisho na sitokuuliza tena. Ila endapo nikija kujua ukweli kwamba unatoka kimapenzi na Sondo, nitakacho kuja kuwafanya labda serikali ingilie kati. Leo umekataa kwamba hautoki mahusiano na Sondo wala haumforce Sondo kwa naye katika mapenzi. Na mimi naongea hilo hivi kwa uchungu. Siongee kama baba yako mko nimekaa hapa. Hapa naongea kama mpenzi wako. Na nishai kukwambia kwamba Tayana, mimi nina wivu. Na nikipenda waga niking'ang'anizi kweli kweli kabisa. Sasa basi, naomba hizi habari kama zikiwa za kweli au sio za kweli, nitakacho kuja kuwafanya hamtakuja kusahau katika maisha yenu. Okay darling, mimi nimekuelewa.
lakini naomba unaondolee kile kichomi pale ndani, kwa sababu ikitokea tu ameondoka mule ndani, mimi nitajisikia vizuri na nitakuwa na amani sana kwenye mapenzi yetu mimi na yeye. Aende akaitumikia ndoa yake huko, ni kama kuteseka, aende akateseke, maana nafikiri mateso yake mimi ndo furaha yangu, kwa sababu binti yako ni adui yangu namba 1. Usiku wa manane nipo getini peke yangu, baridi kali lakini machozi ndio blanketi yangu. Mama anaumwa nyumbani, hana hata dawa. Moyo wangu umechoka lakini sina namna sawa. Sondo, nataka nijue kuna kitu gani kinachoendelea kati yako wewe na binti yangu Tatiana. Na je, unampenda au mpendi? Mama, samahani lakini unajua nashinda kukuelewa. Sijui kwa nini umeniuliza swali kama hilo. Sondo, usichokielewa kipi? Binti yangu anaenda kuolewa, tena anaolewa na mwanaume ambaye sio chaguo lake kabisa. Sasa, nachotaka kujua kutoka kwako, unampenda au mpendi? Na kama unampenda, niko tayari kukusaidia ili uwe naye.